Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa watu wa Mungu. Shalom, shalom. Na ile siku ya tarehe 7 mwezi wa 4 ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa ajili ya tamasha letu kubwa na pendwa kabisa la Tureje Eden ndio leo. Sasa siku ya leo tutakuwa na kumwabudu Mungu, tutamsifu Mungu, tutaombea uzao, tutaombea wanaume. Kwa hiyo nikukaribisha sana kwa yule ambaye bado uko nyumbani. Karibu sana, ni KKT Kionda, njia ya panda ya VETA. Mungu awabariki nyote, mbarikiwe. Sana ndugu wageni waalikwa wa tamasha letu la kusifu na kuabudu liendalo kwa jina la Tureje Eden. Tunayo furaha sana, kwani siku tulisubiri kwa hamu. Popote unaposikia sauti, naomba uingie ndani. Popote unaposikia sauti, naomba uingie ndani kwa jina wako. Amina. Mungu awabariki sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya kipekee ambayo ametupatia, siku ambayo tutamsifu sana Mungu, tutamwabudu sana Mungu, tutaomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutakuwa na muda mchache wa kutafakari neno la Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Kabla ya kuanza ratiba yetu, kuna mambo machache ambayo nimetamani tushirikishane. Naamini wote mmekuja ni wageni na sisi ni wageni kwenu. Tunatamani tuwekane sawa ili ule ugeni kidogo upungue. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitoe haleluya. Wapi vigelegele? Yesu, wewe mwema, uinuliwe. 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 Yesu, wewe mwema, Yesu, wewe wema. 1, 2, 3, twende. Cheza kwa Yesu. Amen. Uinuliwe. Wewe Yesu ni mwema. Wewe mwema. Uinuliwe. Yesu. Wewe
mwema, utukuzwe Yesu, wewe mwema, utukuzwe Yesu, wewe mwema. Wapi vigelegele? One, two, three, twende. Aribo. E Bwana, katika miungu yote sijaona Mungu kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, uliyefumoka upepo wako, bahari kamfunikiza adui, wakazama kama risasi ndani ya maji makubwa. E Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma upepo wako, bahari kafunikiza adui, wakazama. Amen. Amen. Uinuliwe Yesu, wewe mwema. Uinuliwe Yesu, wewe mwema. Uinuliwe Yesu, Yesu, wewe mwema. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, 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 ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Twende mwinua Yesu namna hii, mwinua Yesu juu, mwinua. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wa mapendo, ainuliwe Mungu wetu leo. Tunakupenda, tunakuinua Baba, tunakutukuza wewe, unastahili. Tunakuimbia leo, tunakusifu Baba. Yesu, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo,
tumetembea nawe toka mwanzo, pamoja nasi hapa tulipo ni kwa nguvu zangu. Asante Elohim, tumetembea nawe toka mwanzo, pamoja nasi hapa tulipo ni kwa nguvu zangu. Asante Elohim. Hapa tulipo ni kwa nguvu zangu. Asante Elohim, tumetembea nawe toka mwanzo, uko pamoja nasi. Hapa tulipo ni kwa nguvu zangu. Asante Elohim. Shalo kimwimbia Mungu kifika kule juu mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hallelujah. Amen. Sijakuona bado, sijakuona ukicheza kwa jina la Yesu. Usijibane. Shika hivi. Kamata kiberiti chako namna hii. 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 Umeshika vizuri kiberiti chako. Umeshika vizuri kiberiti chako. Tunataka kwenda kuchoma kila ambacho kimekuja kwa ajili ya kuharibu ibada ya leo. Tunakwenda kukiteketeza kwa moto wa Yesu. Haleluya. Amen. 1 2 1 2 3 twende. Twende. Tumakule. Twende. Tena. Tunarudi. 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 Twende. Kuna watu hawajaelewa. Shika tena. Shika tena. Mwangalie jirani yako. Alafu mwambie wewe umekuja kumsifu Mungu au umekuja kutupunguzia mwendo? Kumsifu Mungu. Mwambie vizuri umekuja kumsifu Mungu au kupunguza mwendo? Haya, shika. Kama na yeye amekuja kutupunguzia mwendo, tunamchoma hapa. Shika. 1 2 1 2 3 twende. Twende.
Cheza kwa Yesu. Cheza kwa Yesu. Tunarudi. Cheza kwa Yesu. 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 Twende. Cheza kwa Yesu. Twende namna hii. Twende. Tunakwenda kumalizia ya mwisho. Kila mmoja anajua kucheza, si ndio? Kila mmoja anajua kucheza. Tafuta staili ambayo mwenzio hawezi kukuigia. Tafuta staili ambayo mwenzio hawezi kukuigia. Kia mwenzio. Chip. 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 Hallelujah. Amina. Hadi popote pale ulipo, kwa heshima yako, karibu sana. Jamani, makofi kwake. Makofi kwake. Asante sana. Karibu sana kiongozi. Mwanakondoo ameshinda. Bado sijasikia shangwe. Yesu asifiwe. Sijasikia shangwe. Hata mchungaji asome liturujia. Kwa heshima kabisa, niombe ndugu zangu wote tukae upande wote, tukielekea madhabahu. Wapendwa wote tuliopo huku, kama hapo ni musician ambayo tulisubiri muda mrefu, wengi tulisubiri sana kwa hamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na jirani yako anapokuja amechelewa, mkaribishe kwa upendo, mpe sehemu ya kukaa, mpe nafasi, tukae wote kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kuzungumza mambo machache kabla ya kuendelea na ratiba yetu. Leo ni siku yetu ya tamasha la kusifu na kuabudu na kumsifu Mungu. Tutaimba sana, tutasifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kutoa tafsiri ya ibada ya leo. Baada ya hapo tutaendelea mbele, kwa sababu sio ibada ambayo imezoeleka sana kanisani. Tamasha hili linaitwa Turejee Eden. Kuna watu walikuwa na maswali mengi mwanzoni, nini maana ya turejee Eden? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 yote, kuna maelezo zaidi ya habari ya Eden, ambaye ni Eden alikuwepo Adam na Hawa. Hawa walikuwa wamewekwa kuitunza bustani ya Mungu na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walipoendelea mbele, waliingia kumtenda Mungu dhambi, matokeo yake ukatolewa Eden. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka zaidi, Eden kulikuwa kuna kila kitu. Eden kulikuwa kuna matunda, kulikuwa kuna chakula chochote cha asili, na kulikuwa hakuna kazi ngumu, ilikuwa ni kutunza tu. Ile ndio ilikuwa nafasi yao. Baada ya dhambi wakawa wametolewa Eden. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo 3 au maelezo tutayakuta. Kwa hiyo Bwana Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyewaumba, ikawa ni kazi yake kwenda kuwatafuta tena. Baada ya kuona hawapo tena kwenye bustani, akawa anajiuliza hao watu wako wapi? Na tamasha letu tumesimamia Mwanzo 3 mstari wa 9 ambao unasema, Bwana Mungu akamuuliza Adam, akamwita, Adam, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na sisi Mungu leo anatuita, tuko wapi? Na tafsiri ya neno Eden kwa maisha ya sasa, inawezekana ni familia nzuri, inawezekana ni ndoa nzuri, inawezekana ni kazi nzuri, inawezekana ni huduma nzuri ambayo Mungu alikupa, lakini ukawa umefanya dhambi na umeacha au umetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi Praise Team Kionda na usharika wa Kionda
tukaona iko haja ya watu kurejea kwenye nafasi zao kwa njia ya sifa na ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo hakikisha uondoki bila kurudi kwenye nafasi yako, itakuwa ni ajabu sana. Asante sana. Naomba leo hakikisha kabisa unarudi kwenye nafasi yako, hakikisha unapata muda wa kumsifu Mungu, unapata muda wa kuomba na urudi kwenye position ambayo Mungu alikuweka. Ukisoma kile kitabu cha Samueli utamwona Daudi alikuwa akiimba, akipiga mapepo yanaondoka na roho chafu zilikuwa zikimtoka mfalme Sauli. Kwa hiyo hata sisi tunaweza tukaimba tukasifu, ukashangaa umepigiwa simu kazini, umepandishwa cheo, sio mpaka ufunge na kuomba, au sio mpaka muda wote unafanya tu maombi, hata kwa kusifu na kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, ndio kilichotuleta hapa. Kwa utangulizi huu naomba niishie hapo. Naomba sasa niendelee mbele na kipengele ambacho kimeleta hapa. Nitaenda kufanya utambulisho mfupi ambao ni kama ifuatavyo. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kutambua uwepo wa watu wote tulioalika mahali hapa, lakini nipende kwanza kuwatambua wenyeji kwanza, ili wageni wawatambue wenyeji wao ni kina nani. Baada ya hapo tena nitawatambulisha wageni waliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu naomba Praise Team KKKT Kionda, popote mlipo, naomba msimame. Yesu asifiwe sana. Kwa wale wa Kionda, mwenyekiti wetu wa kamati ya uinjilisti alibadilika, isipokuwa tu amepata dharura dakika za mwisho tulikuwa naye hapa, kwa hiyo amenikabidhi majukumu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nitambue uwepo wa wazee wa kanisa wote walioko na kuwasimama. Asante sana. Naomba nitambue uwepo wa uongozi wa mmoja wa vijana wa shirika la Kionda. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitambue uwepo wa mwinjilisti Timotheo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenyekiti wa kamati ya uinjilisti, naomba pia nitambue uwepo wa mwenyekiti wa Praise Team. Msalika wa Kionda. Mwenyekiti wa kamati ya uinjilisti ameniachia mambo matatu ambayo ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Naomba niwapigie makofi. Lakini jambo la pili, amesema niwatie moyo. Kazi ya Mungu sio nyepesi na sio rahisi. Kwa hiyo amesema niwatie moyo, na wengi tutajiunga baada ya kuona matokeo. Lakini jambo la tatu, amenielekeza niwahimize kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii, juhudi na maarifa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sijaona katibu akiandika, hayo ni maelekezo ya kamati ya uinjilisti, na ninatarajia kwamba katibu atafikisha kwa mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Zaburi 150 mstari wa 6 kinasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Wangapi wenye pumzi hapa? Wangapi wamelipia pumzi? Waliolipia hamna. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kuwa hatujalipia pumzi, niombe tuzitumie hizo pumzi katika kumtumikia Mungu katika ibada ya leo, na tutamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jukumu ambalo nimepewa ni la kumkaribisha mwinjilisti wetu wa usharika kwa ajili ya kuendelea na ratiba nyingine.
Niwakaribishe sana wote wale wageni na wenyeji, mjisikie mko nyumbani na muweze kuburudika katika nyumba ya Bwana, muwe na amani na furaha na mkitarajia baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi baada ya hapo niweze kumtambulisha kwenu mwinjilisti wetu Baptista Nasi, na nimkaribishe moja kwa moja kwa ajili ya ratiba inayofuata. Karibu sana. Haimaanishi kwamba kutumia sauti ndogo lakini kutumia sauti ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Walio hai, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kabla ya mambo yote niseme kwamba nimesimama hapa kwa niaba ya mchungaji Makule, mchungaji wa ushirika huu aliyekanisilisha majukumu ya kufungua tamasha hili la Turejee Edeni, ambaye yeye alikuwepo hapa asubuhi kwa ajili ya kufungua, lakini kulingana na kwamba mambo yalikuwa yameenda tofauti, yamekaa sawa, ameenda kuendelea na utumishi mwingine. Kwa hiyo akasema kwamba mimi nishike nafasi hii. Na jambo la kwanza ni wakaribisha ninyi nyote wenyeji na wageni mliokuja kwenye ibada ya kusifu na kumwabudu Mungu. Makofi mengi sana kweli. Na tutakuwa choa fadhila kutoka kuwashukuru wale wote ambao waliweka maono ya kuandaa tamasha hili kuwe na siku maalum ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Lakini jambo la pili, waliangalia vizuri kwamba badala ya kwenda kufanya majukumu mengine siku hii ya Karume Day, wakaona kwamba ni jambo zuri watu wapate nafasi ya kufanya ibada. Na hii ni ibada ya kusifu, ibada ya kumshukuru Mungu, ni ibada ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo sambamba na ujumbe umekuja kusifu, lakini ujue kabisa kwamba umekuja kwenye ibada. Lakini nisiache kumkaribisha mratibu wa miradi wa Dayosisi ndugu Kitua ambaye yuko tuko pamoja naye. Naomba tupige makofi kwa ajili yake. Wengine walitambulisha kama kameramani, lakini namtambulisha kama mratibu wa miradi yetu ya Dayosisi ya Morogoro. Kwa hiyo karibu sana kwenye ibada hii pamoja na matukio, nikiamini kwamba matukio haya baadaye yatakuwa yakienea mitandaoni kuonyesha kwamba nini kimefanyika. Na pengine kabla sijaendelea kwenye neno lenyewe, bado wenzetu hawajafika au wamechelewa au watafika, naomba nitoe pia ushauri kwamba ni muhimu sana watumia mababa wa kanisa, viongozi wa kiroho, unapoandaa matamasha kama haya ili kuweka matokeo chanya vizuri. Unapoandika barua mstari wa 5, Nyakati wa Pili sura ya 5 mstari wa 11 hadi 14. Hapa nilipo wengine wanaona ninawachelewesha. Wao wanamuka ni manake ni vibe imeshapanda. Wale wenye vibe makofi mengi kwa Bwana. Kwa hiyo wanaona sasa sisi mbona unatuchelewesha hapo ulipo? Mimi nakujengea msingi angalau kusifu vizuri. Amen. Amen. Kitabu hicho cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura 5 ule mstari wa 11 hadi 14. Bila shaka Biblia unayo hapo, kama unayo kwenye simu, lakini Biblia inasomeka wazi kabisa. Mstari wa 11 unaanza kwa kusema, ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, wale makuhani wote walikuwa hapo, walikuwa wamejitakasa wala kuzishika zamu zao. Tena Walawi, waimbaji wote pia, yani Asaf, wametajwa kwa majina. Na hapa ametajwa si Kinguluila, si Gungo, si nani. Sasa na majina kabisa. Asante kwa sababu pale kwenye skrini zetu inaonyesha kabisa. Wametajwa pale, kuna Heman, Yedutun na wana wao na ndugu zao. Hayo wamevaa kitani safi. Hebu jipigieni wenyewe, maana kuna alikuja vibaya, amekuja vizuri. Makofi kwao. Wenyewe sio wa kwanza, msijisifu kwamba sasa wa kwanza kuvaa vizuri. Kuna wengine nao walivaa kitani safi wakaja kwenye kumsifu Bwana. Kwa sifa ya kwanza kumsifu Bwana lazima uwe safi mwilini na rohoni.
Sema amen. Alafu anasema wenye matoazi na vinanda na vinubi. Unaona vingine vimejaa, bado wanaleta vingine. Kila mmoja hakiamini cha mwenzake, wanazidi kuleta. Na wengine wana asante Yesu, wanakuja. Sio wanaenda kuwapokea, sio wanafuata. Wanaendelea kukusanya vyombo. Hapo kuna mavyombo lulu. Na wengine wanakuja navyo huko nje bado. Yaani walindike waamini ngao zao. Anasema vinanda, vinubi wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu. Kwa hiyo walikuwepo madhabahu kwenye nyumba ya Bwana. Na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hao waimbaji walikuwa wengi sana, 120. Anasema hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakizishikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu. Na nyumba ya Bwana hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Wale hao walikuwa ni kwenye ibada ya kawaida ya Jumapili, na kama kawaida utaratibu makuhani wamejiandaa kwa ajili ya ibada, lakini kulikuwa na waimbaji waliotajwa 120 wenye vinanda na vinubi wakimsifu Mungu kwa pamoja. Na tunachokiona wakiwa madhabahuni kilichojitokeza ni kwamba anasema walipozishikizisha sauti zao pamoja, walikuwa sauti zimepatana, walikuwa na nia moja na kusudi moja, walikuwa na roho moja, walijipanga kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Mungu alishuka hapa, aliangalia ule umoja wao, kwamba alikuwa amekuja kwa nia gani. Si hapa kuna watu wanakuja kwa hila, au twende tukaangalie nani wanaipa zaidi. Kama utakuja kuangalia nani zaidi, utakuwa umekosea. Wewe njoo na agenda moja kwamba nimeenda kwenye ibada ya nini? Ya kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu, kuona uweza wake. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti wetu amesema hivi, mwenyekiti wa praise hapa amesema kwamba kwa ibada hiyo basi ziko changamoto mbalimbali ambazo katika kuimba na kumsifu Mungu zitatatuliwa. Kama roho na mimi basi mpigie Bwana makofi. Kuna wengine wanaona shida, kwani shilingi kama unataka kulipa ulipe, maana unaona unapata gharama. Kwa hiyo jambo la kwanza, hao watu walikuwa na umoja. Katika ibada yote Biblia inasema kusifu kunawapasa watu wa namna gani? Wanyofu wa moyo. Kwa lazima hata kama umekuja una unyofu wa moyo, haja na thamani ya moyo wako ile ni kwamba nataka kwenye ibada hii, shauku na hamu ya ibada hii niimbe nimtukuze Mungu na Mungu aonekane kwenye maisha yako. Hiyo ndio thamani ya ibada. Lakini kama mkaimba ukaruka kuonyesha miguu yako na gonga kwenye skrini kule, alafu hamna chochote, ni bure. Ibada yako itakuwa ni bure sana. Lakini thamani ya ibada hii ni Mungu kuonekana kwenye ibada hii. Ukisoma hapa mwishoni anasema ibada ya siku ile tuingia na mambo mengine ya kuendelea. Maana yake uwepo wa Mungu ulijaza hema ya Mungu. Utukufu wa Bwana ukafurika. Neema ya Mungu ikawa kubwa. Sasa hapa hamna cha kumrudishia Bwana nini? Utukufu umejaa, unafanyaje tena? Hamna cha Bwana kae nani wala nini? Sasa Mungu kaingilia ibada. Kila mtu mwenye kunena na kuruka, kila mtu mwenye kusema ya kwake mbele za Mungu, utukufu wa Bwana ukajaa. Na mimi nia yangu na shauku yangu kwenye ibada hii, uwepo wa Bwana ukafurike. Ukitoka hapa useme kwa kweli nimefurahi, nienda ibadani, ibada ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuomba pia pamoja na hayo, yale ambayo ni changamoto kwako kwenye ibada hii yawe majibu, Mungu atakujibu sasa na haja ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuomba pia usiwe mtu uliyeingia bure. Biblia inasema wakamsifu Bwana. Nimependa hapa, unajua chuma na msifu nini? Sentensi zao walikuwa wanagenda kwamba kwa maana fadhili zake ni za milele. Wakamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. Kwa hiyo na wewe unakwenda kwenye magumu, usione ugumu wa Mungu, ona wema wa Mungu. Katika ibada ione kwamba hapa nimekuja kutafuta majibu, nimekuja kumwomba Mungu, nimekuja kumwabudu Mungu, na Mungu akatende sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Zefania sura ya 3 mstari wa 14-17, pengine mtu asikie ataweka pale. Zefania sura ya 3 mstari wa 14
hadi 17, Mungu ameahidi jambo moja. Yeye anasema kwamba sikia Israeli, anasema Bwana Mungu wako ndiyo shujaa mkuu aweza kukuokoa. Anasema atakusifu, atakushangilia, atashuka. Kwa hiyo katika maeneo yote, katika maeneo ya miongoni muhimu ambayo Mungu anataka kuonekana ni kwenye sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tukihubiri hapa sasa tunajua watu wanasinzia, lakini wakiimba wenzao hata wasizike. Yaani inahubiri hapa na flow hapa watu wanasinzia. Lakini ngoja waje waimbaji hapa. Hata lakini Mungu alichoahidi ni kwamba atashuka. Nilifikiri nimepata Zefania sura 3 kama upate basi taendelea. Lakini Mungu ameahidi kwamba atashuka katika kuimba, hatumi malaika tena, anakuja mwenyewe. Lile somo la kwanza Mungu anasema alishuka, utukufu wa Bwana ukajaa kwenye hema ya Mungu. Na hapa ameahidi kwamba atashuka. Kwa hiyo niombe kwamba katika tamasha hili na katika ibada hii ya kusifu na kumwabudu Mungu, la muhimu kwetu ni kumwomba Mungu akaonekane, tukamshangilie Bwana kwa moyo ulionyooka, lakini pia tu watu wa matengenezo, kutengeneza maisha yetu. Kama unakona unataka kumsifu Bwana, usifu kunapasa unyofu wa moyo, basi muhimu na moyo wako unyoke mbele za Bwana ili Mungu akakujibu sawa sawa na haja ya moyo wako wa yale unayohitaji. Mpige Bwana makofi. Basi kwa maneno haya ninaomba usimame. Mungu Mwenyezi, Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunakushukuru katika siku muhimu maalum kabisa. Tumekutana hemani patakatifu pako kwa ajili ya kukusifu wewe Mungu. Na nia yetu tumekutanika hapa tunapotoka leo, pasiwepo na mtu anatoka ya kuona Mungu. Na sisi kama makuhani wako kwenye madhabahu hii tunapungua, tunaomba Mungu uonekane wewe. Watoto wako wasiimbe bure, bali wakusifu wewe, kwa maana fadhili zako ni za milele. Wakushukuru kwa matendo makuu, kama Daudi alivyosema, kila mwenye pumzi amsifu Bwana, kwa kuwa hakuna mwenye pumzi aliyelipia pumzi yake. Mungu, nani kama tungesema tulipie pumzi tunaweza kuishi? Hata kama tukikona mbinguni tungefeli, tungekufa, lakini bado hujawahi kuchoka. Kila siku wema wako na fadhili zako zinaendelea kutufuatilia kila siku. Tunaalika uwepo wako, tunaalika neema yako izidio ikaonekane juu ya watoto wako. Wapatanishe katika roho moja, katika nia moja. Wako waliotoka makanisa mbalimbali pamoja na madhehebu mengine, bado haijalishi. Jina la Yesu, wewe ndio kichwa cha kanisa, ukawahudumia watoto wako katika sifa hizi. Wabariki Bwana, wape sauti njema nzuri, zishikizishwe mbele za uso wako. Wanapokutukuza Mungu, mbingu zako ziwe wazi, ushuke usikie na ukajibu haja ya moyo wetu. Uimbaji ukakuguse wewe katika jina la Yesu Kristo. Mimi najua kwamba walipo wana wa nuru na wana wa ibilisi ulihudhurisha hapo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakemea kila roho ya uharibifu kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kila roho iliyojihudhurisha kwa siri, ajenda na agenda za kuzimu, na disconnect kwa ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Baba, neema yako na wema wako uwe nasi, kama ulivyosikia Daudi akisema, nalifurahi sana waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Haja ya moyo watu wako hawa wameandaa kukutana na wewe, na mimi nitashangaa sana wakawe mbele zako wasikuone wewe. Shauku na nia yetu ni wewe kuwa na sisi katika ibada hii. Ni fresh yenye ushirika wetu na wewe katika jina la Yesu. Pasiwepo na mtu mmoja akasema nimekuja kwa sala. Nafurahi kwa sababu amesema kila anayekuja kwako hutamtupa. Na pasiwepo mtu atakayeachwa. Tusaidie sisi sote kwa nia moja na kwa roho moja. Tuondolee roho ya miburi, kwa kuwa Mungu umesema wewe huwainua wanyenyekevu, washushe wenye kiburi. Basi wabariki watu wako, ukaendelee kukuza karama na vipawa mbalimbali. Walio wadhaifu waendelee kustawi na kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nami nakuomba na kukubariki na kukushukuru. Uhimidiwe Mungu wetu tangu sasa na hata milele yote. Amen. Baada yetu ya kusifu na kuabudu ya turejee deni. Basi leo turejee deni. Tunatangaza kwamba imefungua katika jina la Mungu Baba na
Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na baada ya kufungua basi, niwakaribishe muwe na amani ya Kristo itawale moyoni. Mimi niko hapa kulinda goli, nitakuwepo hapa hata nikitoka nje, nitakuwepo kulinda goli. Hakuna goli linaachwa wazi, acha goli wazi kifu. Cheza kwa Yesu. Tunakwenda sasa kumpigia Bwana vigelegele. Nataka kusikia vigelegele kwa Bwana. Haleluya! Haleluya! Nataka nisikie vigelegele kwa Bwana. Haleluya! Haleluya! Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Sijasikia vigelegele. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele. Bwana
Asante Yesu. Haleluya, haleluya! Jamani, makofi na vigelegele kwao waimbaji wetu Ebeneza. Basi bila kupoteza muda tunaenda kukaribisha Tunakuabudu maana wastahili sifa. Wewe ni Mungu mkuu, umetukuka. Tunakusifu. Tunakuabudu maana wastahili sifa. Wewe ni Mungu mkuu, umetukuka. Tunakusifu. Tunakuabudu maana wastahili sifa. Unatisha kama nini Bwana, Bwana. Bwana, Bwana, wewe ni Mungu. Fadhili zako kwetu ni nyingi na vichungu zikifanya. Unatisha kama nini. Bwana, Bwana, wewe ni Mungu. Fadhili zako kwetu ni nyingi na vichungu zikifanya. Twaliinua jina lako Jehova, Jehova. Bwana, wewe umetukuka. Jehova, Jehova, wewe ni Bwana wetu.
kumwabudu Mungu tunapojiandaa kwa ajili ya neno. Bwana, unaniwazia mema. 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 Bwana, unaniwazia mema.
Bwana unaniwazia mema. Say Bwana. Unaniwazia mema. Bwana Bwana unaniwazia mema. Unaniwazia mema. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana unaniwazia mema. na nyimbo inaimba anasema, nashangazwa na rehema zako Yesu. Yeah.
asifiwe. Mwambie kwa sababu usimwogope kulipiga hodi. Mwambie kabisa, mwambie huyo alisimama mbele. Maombi kwake ni chakula. Sasa kabla tujakaa, napenda nyimbo moja ya Tenzi, Mungu wetu ni Bwana. Wanasema za
mwanzo kulipo kwa sababu nimechoka. Ambapo mwana kule nyuma, ambapo mwana kule. Bwana asifiwe sana. Sasa nianze hapa kwa jina la Yesu. Tamasha la Turejee Eden sio tamasha. Nilikuwa nikiandika kwenye status zangu nikasema that is a God call. Mwambie mwenzako that is a God call. Mwambie huyu mtu wa Kimungu. Sasa nimetoka kwa wagogo wa Kiingereza. Hata na huku changanyikeni wasaba wasalamu kila mtu mpo. Mwambie mwenzako huyu ni mtu wa Kimungu. Kama amenuna muulize kabisa wewe mtu. Sura tuko hapa tumekaa tunatafakari neno. Kwani bora ukisikia neno la Mungu na umeona neno la dunia. Neno la Mungu soma Kasiriko. Daudi anasema hivi, sheria zako nimezipenda tamu kuliko sega la asali. Kama washakulama sega la asali. Utamu wa sega sio asali. Utamu wa sega la asali alafu kuna utamu wa neno la Mungu. Utamu sana kujua neno la Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. So, hili tamasha nikaliita mimi binafsi. Wao waandaaji waliita wao. Mungu aliita huyu ni mtu wa Kimungu kwa sababu ile Mwanzo 3:9 tumesomewa hapa mara nyingi. Umeona kwenye posta mwingine huko Mwanzo 3:9 anasemaje? Kuanzia pale maneno ya chini kwamba Bwana Mungu akamuuliza Adam, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na sisi leo tumekuja kutafakari. Wewe umekaa wapi wapi? Sasa katika kuendelea kuna maandalizi. Hapa sasa nimeanza kuleta picha kwa wengine sasa ni wanafunzi baba wa kingo sekondari. Ili msudi nini? Isipotee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile Mwanzo 3:9 Bwana Mungu anamuuliza Adam uko wapi? Na leo wewe utafakari tukuulize. Mimi na wewe tunaulizwa uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo yote nikaangalia nikasema watu wa Morogoro wanana baba wanajua. Wanajua wenzangu bana sisi ndio tusamani na tunataka kusema kweli. Wewe tunajua. Unajiita macho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wana ndevu. Ndevu zangu zenyewe changa baba. Akaniambia wewe nenda neema yangu yapaje inakutosha. Kwa hiyo mimi hapa niko kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nakumbuka siku moja nikiwa nimelala nikaota ndoto ya ajabu sana. Na hicho ndicho ambacho baba aliniambia ndio kusema. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakwambia. Lakini wewe unanifishi kidogo alafu nitaisimulia ndoto. Haleluya. Sasa kwa wale ambao tunaandika, kwa wale tunapenda karatasi na daftari na karatasi. Andike jozi. Bwana Yesu asifiwe. Chukua simu yako, andika kichwa cha habari, hakikisho la kurejea Edeni. Andika hakikisho la kurejea Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika nadharia mbalimbali, nimejaribu kufuatilia, nimejaribu kutafuta na kama ilivyoleta walimu wao wanabidi wasome kwanza, wasome kweli alafu ndio waje kufundisha. Ili inapokuja hapa au mwalimu anapokuja hapa asifundishe kitu cha uongo, si ndivyo? Sasa katika kuendelea kutafuta kwenye nadharia mbalimbali na kukutana na watu mbalimbali ambao wameandika Eden is found. Wakina Frank Williams, wakina kuna majina mengine ya kizungu Elizich. Wanaweza wasifiwe. Sasa hao wanaandika katika nadharia zao, wanaandika katika mifumo tofauti tofauti na hiyo yote inaonyesha kwamba Eden imepatikana. Haleluya. Haleluya. Sasa nitaomba kama ni sauti inasikika wale wanao hii tamasha waaje watu kulipuka Edeni. Nitafundisha. Nitakuonyesha maeneo makubwa manne ambayo Edeni ilipatikana. Lakini katika hizo nadharia zote hazituonyeshi kwamba Edeni ipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuongezea kidogo ukienda Babiloni ambayo ni Iran ya sasa, kule kuna mito miwili ambayo ilikuwa inaonyeshwa kwenye Biblia. Si ndivyo? Ukisoma kwenye Mwanzo 2 pale anasema mto mkubwa ukatoka katikati ukatoa vichwa vinne. Pishoni, Gioni, Hidekeli na Krasha. Sasa ukisoma hiyo mito utakutana nao katika kuna baadhi ya mito miwili ipo katika nchi ya Iran na Iraq. Unaweza sikia. Sasa wale wametuonyesha kwamba ile mito ipo, lakini kitu ambacho kinatushangaza Ethiopia ambayo ni mto ambao nafikiri umepita
Nielekee kama sijasahau, unapita katika nchi ya Kushi ambayo ni Ethiopia. Unaweza sio? Haituonyeshi nadharia kwamba kama inakutana. Kwa maana nadharia zinakuja zinagongana. Wengine wakaambia wewe umeelezea nini? Usali na Mungu, usali nzuri na vitu kama hivyo. Wengine wakasema huu ni utukufu wa Mungu. Wengine wakasema Mungu akusaidie. Lakini make sure utoki nje ya msingi wa nini? Wa Biblia. Sasa kama ile ni utoshelevu wa kimungu, si ndivyo? Kama ile ni utoshelevu wa kimungu, ni sehemu ambapo kuna utukufu. Bwana asifiwe. Sasa kwa kuwa mmeshapata maji, fungua maji, nimeshatakasa kwa damu ya Yesu. Mungu achaze na mwenzako mpate maji. Ndio tunasubiri kitambo kae sana. Sema amina. Leo usione aibu, umeimba hapo sio tunatokea. Unajua walikuwa wanahubiri lakini sasa hawajachukua muda kunywa maji. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa huu uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti uliokuagiza usiale? Muulize mwenzako, ni nani aliyekwambia wewe huu uchi? Na mti uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sitakwenda mbali kidogo, kwa nitaenda mbali. Ila hapa mwanzo anatuonyesha katika mistari ya mwanzo. Mungu anaanza kumuuliza Adam, ni nani aliyekwambia wewe kwamba uko uchi? Halafu Adam anasema kwamba Adam mtu wa Mungu, hii Biblia hebu sitoe hapo wewe. Adam akasema huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye alinipa matunda nikaa. Kwa hiyo wote tumetoka kwenye nafasi, wote tumejua ukanda huu naona sasa wanamasa wamejana ili tu usifike baba. Sifiki. Sawa? Nani alikwambia uko uchi? Nani alikwambia uko uchi? Huyo mwanamke uliyenipa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwanamke kwa maana yake Adam alikuwa anategemea akili za mke wake. Haleluya. Vijana wengi kama watu wengi wa kizazi hiki, watu wengi hawapendi kupewa majukumu yao. Bwana Yesu asifiwe. Nikasoma Biblia. Vitabu vya mwanzo huko, Hesabu, Mambo ya Galatia nini hayo. Akasema vijana waliohesabiwa kwenda vitani 5 tukupeleka Iraki. Haleluya sema. Utasababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza kuona mtu anatoka kwenye nafasi tangu mwanzo. Ni huyo mwanamke uliyenipa. Halafu mwanamke naye anasema huyo ndio alidanganya. Unajua wanadamu wanajua alifanya sura za nini ndio alifanya. Ile kuna ego fulani kwa kila mtu anao. Wakatoka pale wakaenda kurasa majani, magome ya mito ya baba. Alafu mwanamke ajinga ile shughuli hiyo. Anachukua bozi akachinja mnyama, sadaka ya kwanza inatolewa pale kwenye bustani ya Eden kwa mara ya kwanza. Anachinja mnyama, anambalisha mwanadamu ngozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa kuendelea, nikuonyesha namna gani ambapo tumepotea, si ndio? Tumeelewa hapo. Sasa nikinyosha mkono na nikinyosha mkono. Bwana Yesu, hapo tumeelewa. Huku barikiwa, hapa barikiwa, barikiwa. Hapa jamani mtano. Amina. Sasa tumeshakosea. Sasa mbinu gani ambazo zinaweza zikatufanya zikatusaidia sisi kama watoto wa Mungu ambao tuko katika kizazi hiki kurudi Eden? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Eden nilipoendelea kuisoma vizuri zaidi akaniambia kwamba kwenye theolojia, Biblia ya theolojia huwa mwajibikaji. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tukiwa zamani na mdogo wangu pale nyumbani, kikiharibika kitu hizi ndio kuongea kama yeye hawezi kumpiga penalty mama huyu. Mama ile jukumu sibei. Haya mama nimefunja sinakumbuka sura nimefunja kitasa kwa mama mfinano. Bwana nikimbize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
kwa damu ya Yesu. Asante kwa sababu ya uwepo wako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Riba sando robo kodia mandova. Kwa dakika moja fungua kinywa chako. Paza tu sauti mbele za Bwana. Kama unaona bila uwepo wa Bwana utaenda, usiombe. Kama unaona unajiweza kwenye ndoa, usiombe. Kama unaona unajiweza kwenye huduma, usiombe. Kama unaona unajiweza kwenye maisha yako, usiwe na sababu ya kuomba. Lakini kama unaona hujiwezi, ningeona watu ambao wenzangu na mimi wanaosema hatuwezi pasipo uwepo wa Bwana wangefungua vinywa vyao, wangemwambia Bwana, uwepo wako uwe pamoja na Morogoro, uwepo wako uwe pamoja nasi, uwepo wako uwe pamoja na huduma zetu katika jina la Yesu. Asante Jehova kwa sababu wewe ni Mungu. Sifa, heshima na utukufu ni za kwako. Asante kwa ajili ya uwepo wako, na watu wote tuseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi mengi na vigelegele. Amen. Asante, asante, asante. Jamani, kapeni makofi. Kapeni Bwana makofi. Kapeni Bwana makofi. Huko kapeni Bwana makofi. Basi tuwe kubeti. Tumisha Mungu Mwenyezi Mungu. Wale kuna makundi hapa ya kutosha. Kuna jana. Amina.
break it down. Cheza na taratibu. Cheza taratibu. Cheza taratibu. Cheza taratibu. Nione tunaenda namna hii. Twende kwa yeye. Cheza kwa Yesu. Cheza kwa Yesu. Cheza kwa Yesu. Mwambie jirani yako akupe nafasi. Nataka niwaibie siri moja, sawa? Sitachukua muda mrefu. Niwaibie siri moja. Mungu wetu sisi, sawa? Mungu wetu sisi hakuna kitu anachokipenda. Yaani ukitaka umchokonoe Mungu sehemu zake, wewe msifu. Wewe weka nguvu kwenye kusifu. Yaani Paulo na Sila walivyokuwa gerezani. Baada ya kumsifu tu Mungu akaona kwa nini nibaki kwenye kiti cha enzi? Akashuka kwenda kufungua minyororo. Akashuka kwenda kuachia huru nani? Paulo na nani? Hebu mpigie Yesu kelele za wa milele, wa uzima wa milele, wa milele, wa milele, wa uzima wa milele, wa milele, wa uzima wa milele, wa uzima wa milele, wa milele, wa uzima wa milele, wa uzima wa milele, wa Drama anaomba nafasi ya kuonekana huko nyuma. Naomba mumpe. Pole sana drama. Twende kazi. Tukamtukuze Mungu. Geukia upande huo. Sasa wote mnione tunachokifanya. Sawa? 1 2 3 twende tena. Aya. Bado sijaona. Na upande utugeuke. Sasa nataka nione hawa watu.
Kitambaa, kitambaa. Kitambaa, kitambaa. Kitambaa, kitambaa. Kitambaa, kitambaa. Tafuta kitambaa. Kitambaa, kitambaa. Tafuta. Waliochoshwa hutawaacha waangamie giza. Neema yako Bwana yatosha kuwarejesha kwako. Furaha na amani yako vitakuwa kwao. Machozi yao utayafuta. Waliochoshwa hutawaacha waangamie giza. Ni neema yako Bwana yatosha kuwarejesha kwako. Furaha na amani yako vitakuwa kwao. Machozi yao utayafuta. Wote waliofika kwako Yesu wakiwa ni wagonjwa, walitupa magongo yao kisha na kwenda zao. Wenye njaa uliwalisha, vipofu wakaona. Waliochoshwa hutawaacha waangamie giza. Ni neema yako Bwana yatosha kuwarejesha kwako. Furaha na amani yako vitakuwa kwao. Machozi yao utayafuta. Waliochoshwa hutawaacha waangamie giza. Ni neema yako Bwana yatosha kuwarejesha kwako. Furaha na amani yako vitakuwa kwao. Machozi yao utayafuta. Machozi yao utayafuta. Waliochoshwa hutawaacha waangamie giza. Ni neema yako Bwana yatosha kuwarejesha kwako. Furaha na amani yako vitakuwa kwao. Machozi yao utayafuta. Waliochoshwa hutawaacha waangamie giza. Ni neema yako Bwana yatosha kuwarejesha kwako. Furaha na amani yako vitakuwa kwao. Machozi yao utayafuta. Waliochoshwa hutawaacha waangamie giza. Ni neema yako Bwana yatosha kuwarejesha kwako. Furaha na amani yako vitakuwa kwao. Machozi yao utayafuta.
Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapongeze na nirudie kuwapongeza wale wote ambao mmekuwepo nyumbani mwa Bwana mpaka muda huu. Naomba tujipigie makofi wote. Kwa sababu tunamsubiri mwinjilisti aje kutufungia, niombe kwa wale ambao si wapiga vyombo
niwe nawaona wakae huku. Pia mwinjilisti wetu amepata dharura, ameenda kutoa huduma ya dharura. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa nimepata wakati mgumu, nilikuwa nafikiri ni kuja tu kumkaribisha. Kwa hiyo niwapongeze wote kwa kushiriki ibada ya leo, imekuwa ni ibada nzuri. Nirudie tena pia kuwapongeza praise team kwa kazi nzuri mlioifanya. Niwapongeze sana kwa kazi nzuri sana na kubwa mlioifanya katika ufalme wa Mungu. Hakika tumemwona Mungu kupitia huduma mlioifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya kamati ya uinjilisti, mimi napenda kuona kwamba pamoja na jitihada kubwa mlizozifanya, limekuwa ni tamasha la kujifunzia na limeleta utukufu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni shauri tu kwa na kwa sababu hili limekuwa zuri, basi napendekeza kama mtaridhia kuandaa tamasha mwaka huu, muanze maandalizi mapema, matangazo yaanze kufanyika mapema. Kama tunavyoona tamasha la kama Daudi liko mwezi wa 7, lakini maandalizi yameanza mwezi wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mkiweza kujipanga vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu itapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niwaombe pia, pamoja na kumtumikia Mungu kwa vipawa tulivyopewa, tufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye kazi za kuingiza kipato. Tufanye kwa uaminifu, tufanye kwa ustadi, tufanye kwa ubora, ili tuweze kupata sadaka ya kumtolea Mungu na tuweze kupata namna ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unatekwa na watu gani? Wenye nguvu. Sasa kuna nguvu za namna mbalimbali. Kuna nguvu za Roho Mtakatifu, kuna nguvu za mwili, unaweza kutembea, unaweza kulima, unaweza kubeba mizigo, lakini kuna nguvu ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Na nguvu nyingine mbalimbali. Tunavyosema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, haipendezi tukae tunamsifu Mungu mwaka mzima na hakuna tunachokifanya. Kila mmoja katika eneo lake ambalo anafanyia kazi kwa namna yoyote ile, hakikisha kwamba atakapotafutwa mtu wa kufanya kazi kama ya kwako, basi watu wakimbilie kwako. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakimbilia kwako kwa sababu 2 au 3. Kwanza, unamjua Mungu na hivyo utafanya kwa uaminifu, hautakuwa mdokozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile unachokiahidi kukifanya utatimiza kama ulivyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile utazingatia maadili. Hakuna kazi yoyote unayoifanya ambayo haina malipo mazuri. Neno la Mungu linasema, ukiwa mwaminifu katika kidogo, atakuweka katika kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nani ambaye atampa mtu mali yake ikiwa huyo mtu amepewa asimamie mali ya mtu mwingine, ameshindwa kusimamia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni ujumbe kutoka kwa ofisi ya mchungaji, pamoja na vipawa Mungu alivyotupa tunavihitaji kanisani kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini vile vile tunahitaji maisha mazuri na kupata sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hayo, niombe tumshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya upendo wako.
Asante kwa ajili ya ufunuo uliowapa watoto wako, praise team na kamati ya uinjilisti. Asante kwa sababu ya kusimamia. Tunakushukuru Mfalme wa Falme kwa ajili ya ofisi ya usharika, kwa namna ambavyo wameweka nguvu na kutia moyo katika jambo hili la utukufu wako. Tunakuinua, tunakutukuza Mfalme wa Falme. Tunavyoondoka hapa Mfalme, uwe pamoja nasi. Utubariki, utulinde, ututakase. Katika kila chombo cha usafiri utakachokitumia, ukawe dereva na kiongozi wetu. Tunakuinua Mfalme wa Falme kwa sababu hata muda tuliotumia katika nyumba yako, na wewe utaenda kufanya kazi zetu ambazo tungeweza kuzifanya kwa siku ya leo. Tunakushukuru Bwana wa mabwana kwa sababu wale ambao wameacha kazi zao leo, watakaporudi kesho, utawapa faida tele kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya heshima ya jina lako. Kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho ilikuwa ni kutoa baraka. Naomba kila mmoja apokee baraka za Mungu hapo hapo alipo. Amini kwamba madhabahu ipo na inabariki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni itifaki ya juu kidogo ambayo siwezi kufika huko, lakini kila mmoja aondoke akiwa na baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitamkaribisha